Burundi ndani iko na profete mingi sana. Kila kitu na tabia. Hao profete yote mimi nauliza leo essence kunakuya siku gani? Naona Burundi ndani nakosa essence. Essence nakuya siku gani? Burundi ndani nakosa dolare. Dolare na siku gani? Tabia nataka uone wewe kama mtumishi wa Mungu wa kweli. Yani hiyo ndio swali ambalo utauliza. Ido maana mimi namwambia kwa watoto wa Mungu ikuwe macho au profete iko anjala mingi. Au profete vitu mingi na danganya hata na vitu napoteza kwako. Hata yeye anapoteza, hata kesho hata yeye naenda kabure. Ikuwe macho, ikuwe tayari, some Revelation. Hii wakati hii muda watu wa 2024 nani naishi hii dunia ndani au lazima na yeleve Revelation, kitabu ya Revelation. Sio habari ya Mose, habari ya Abrahamu, achana na hao. Mimi haikuniagi pombe sababu baba yangu nakufa ingaliki mtoto. Wakati nataka kufa baba yangu namwambia mimi naona wewe ndo mtoto yangu peke. Naona mimi nafanya yerere na kunywa pombe na kufa, lakini wewe sifanye yerere. Usikunywe pombe. Sikunywe pombe. Wow. Ndo namwambia wakati baba yangu nataka kufa kama 30 minutes mbele. Hapo mimi naitika, anzia ile siku, anzia mtoto mimi hakuna kunywa pombe. Hata mimi nakuja hapa Burundi ndani hakuna hata siku moja na kunywa pombe. Naingia boate, naingia Shupele, ingia Havana, naingia La Pirogue, fasi mingi kabare mimi naingia, lakini nakunywa Fanta na cheza biare. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Bongwa TV, nongera ndabani ikaze kuno munsi ni wa mukobwa wanyu Sonia. Rero kuno munsi tugiye kumenya ukuri biciye ku umuhindi ari ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura. Je ndakunda kumwumviza cyane avugira kuri Buja FM. Muga rero tugiye kumenya ukuri ukwiwe ukuntu kumeze, mbega yashitse gute ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura. Rero uno munsi reka ndibaza ko mumaze kumubona ko ari imbere yanyu. Mugabo wewe ntabwo avuga mu kirimi cy'Ikirundi, avuga mu kirimi cy'Igiswahili. Rero ndibaza ko tuva dukorana neza. Nuko rero. Shalom pastor. Shalom mama. Mko bien? Nashukuru sana. Mkaje? Nashukuru Mungu. Tunafurahi tena kuwaona. Karibu. Okay. Pastor, tunatamani kujua Joshua ni nani? Hii ni maisha yangu. Mungu anabadilisha mupya, anapatia jina mupya. Sababu Joshua manake mimi hujui. Lakini hii ni neema ya Mungu. Mungu anachagua hapa Burundi ndani. Ikwa 2011. Mtumishi wa Mungu anamwambia Yesu napenda wewe sana. Tena anamwambia shida zangu 3. Anaona na kutanana ni kweli kwangu. Hapo mimi namwambia mimi hujui ni Yesu. Tena hujui Yesu napenda mimi sana. Haujui mimi gisi napokea hii mapenzi ya Mungu, mimi haujui. Ikwa confusion. Sababu hujui haleluya amena, hujui Biblia, hujui maombi, hujui nenda uomba wa kanisa ndani gisi, haujui sababu mimi ni kwa Hindu. Ulikuwa Hindu? Mimi ni kwa Hindu. Hata Hindu ndani haione hata mtu moja jina Joshua haione. Lakini baadaye mimi naokoka. Hapo siku ya kwanza anapatia mimi jina Joshua. Manake saa uliokoka ndio mchungaji akafanya kupatia jina Joshua. Napatia jina Joshua. Yes. Na ulipookoka bimekuaje? Kumejisikia katika moyo wako? Najua mimi ni roho yangu nagusa ile message ya Mungu. Mungu natuma mtumishi wake anamwambia Yesu napenda wewe sana. Manake ndio premier pas iliyokufanya uweze kuokoka ni kwa sababu ile message ya mtumishi wa Mungu. Yes. Hapo mimi naangalia sababu mimi niko na Mungu wangu karibu kama milioni. Ndio Mungu ambaye mlikuwa mnaabudu India. Yeah. Hakuna hata Mungu moja
anasema mimi napenda wewe, hakuna hata Mungu moya. Lakini hapa Burundi ndani anaona iko Yesu peke hapa Burundi mazima. Tena hii Yesu do anatuma mtumishi wake anamwambia napenda sana. Hido maana mimi naona ni message ni kwangu ni zito sana. Hapo mimi na roho yangu nagusa na okoka. Na wakati saa haujaokoka, saa ulikuwa unaomba zile mungu za India, zilikuwa zinakusaidia nini? Haujui inasaidia, lakini ni culture ya India, culture ya Hindu, culture ya family. Naona iko na fete karibu kama siku 22 iko na fete ya siku ya Hindu ya Mungu. Ikuwa vitu mingi. Ido maana sisi nazoea pale Mungu yetu. Na wakati ambapo ulipookoka, pale ukafuna geuka mchungaji? Hapana, mimi haujui, haleluya, amena, hawezi inabadilika chungaji. Lakini mimi naamini, mimi nataka uone Yesu ni nani. Ido maana mimi naingia naokoka. Ukafuna okoka. Sasa imekuaje ili ufike katika hatua ya kukuwa mchungaji? Imekuchukua muda gani? Na kama ni muda, najua wakati na mina 2011 mwezi wa Sabato na mina okoka. Siku 2 tu. Siku 2 mimi ikuwa nyumbani na kulala. Saa 6 siku naona matara na waka nyumbani. Ndani ya ndoto? Hapana, nyumbani yangu. Kama kawaida naona Burundi ndani kama saa 3 saa 4 matara na katika. Wote aisha kulala, hata mimi aisha kulala. Saa 6 siku matara na waka, television na waka, naona sauti mingi kama mimi nashutuka na ilumuka. Saa 6 top. Hapo naenda nazimisha television, nazimisha matara na baadaye nakuja na kulala. Wakati na kulala wapi hakuna sinzia, macho kama iko kama wazi sana. Anapima wapi. Hapo mimi nakumbuka jana Dimashe mtumishi wa Mungu anapatia jina mpya hii Joshua. Ache basi aione sinzia. Ache some hii Biblia. Mimi nakamata mara kwanza Biblia ndani naingia kitabu ya Joshua. Anaanza soma kujifundisha Joshua alifanya nini, maana yake nini, yeye nafanya sababu hivi. Mimi jina yangu ni Joshua, hata mimi naona Aisha wokoka. Mimi mimi ni nani? Nataka elewa, ujijue hiyo jina ya Joshua. Jina maana yake kama mtu ananiitwa Joshua. Kama mimi nafanya kama angine vitu ya kama Salomo, vitu kama David, haikuwagi mzuri. Joshua maana yake jina yangu Joshua maana yake mimi ni nani? Joshua natumika nini? Ache some kitabu yake. Mimi Biblia yote naacha nasoma kitabu ya Joshua. Anaanza soma, wakati nasoma hakuna sinzia. Ukabakia macho kabakia paka ile kitabu yote na maliza. Ukamaliza. Najua baadaye na maliza naangalia muda inje. Ikuwa saa 4 saa 5 nafika muda subuhi. Haione saa 1, haione saa 2, haione saa 3, naona direct nafika saa 5. Mina shutuka leo niendeka nini? Anzia saa 6 siku na ingali kinasoma hivi ndo nakuja. Nashutuka kwangu hakuna mtu nyumbani, mimi mwenyewe nashutuka vitu mingi naona na miracle ile kwangu. Hapo dona ile siku wakati nasoma ile kitabu ya Joshua dona kwangu nagusa roho yangu na ukaelewa. Naelewa sababu maana yake ni yeye Mungu ndo nachagua. Mungu napenda yeye. Mungu iko pamoja na Joshua. Tena Mungu napatia vizio yake mkono wa Joshua. Tena mahali pote naenda Mungu naongea na Joshua. Tena yeye analeta na victory mingi mara mingi. Tena mara mingi naona angine wakati na mtumishi wake nafanya zambi anashindwa. Hii vitu yote naingia ka story kama ni kwangu. Kama ni hapo naangalia mimi mimi niko kama fighter.
nenda pigana kazi ya Mungu ndani. Mungu natumikisha mi kama napigana adui. Unapigana na adui yako. Yani unachukua victor ya kupiga, unachukua ile nguvu ya kuweza kupigana na adui. Gisi nenda napigana na leta jibu kama Mungu. Do vitu mingi na mimi naelewa. Okay. Na wakati ambapo ulipookoka kwenu India, walivichukua namna gani? Najua mimi hakuna mupa kajibu kama mtu, sababu ni hii ni maisha yangu, hii ni decision yangu, sababu hata mimi nakufa hapa. Hawa watu hawezi nafanya kitu, wanapeleka manda na zika. Jua nini narudi tena nyuma na uliza vitu. Sababu najua Mungu ananiita ka Joshua anakuja direct. Hakuna nenda kauliza baba yake mama yake. Anakuja direct, sababu naona mimi iko na sio mimi ingali kimtoto. Mimi iko Aisha Komala. Na tena natoka ka India nakuja natumika Burundi ndani. Decision yangu. Na eske sawa libisikia kupiganisha vita, waseme kwa nini ulifanya hivyo? Kwa nini umemchagua Yesu? Kwa sababu sio wepesi. Family ndani mimi do mtoto moya tu. Hakuna nyuma na mbele. Family yangu ndani mimi nikuwa mama na tantine, uncle na kuzine, do yuko family mingi. Lakini mimi anzia mtoto, kila kitu ni decision ni yangu peke yako. Haifanane family ndani. Sababu nyumbani family iko na shamba mingi, iko vitu ya milima, iko na ya shamba ya yembe, iko na shamba ya mcheri, iko shamba ya ile ya tomate. Ido vitu ya family ya shamba. Hapo mimi haipendi nabakia mtu wa milimaji ya shamba, mimi haipendi. Mimi naanza chagua kama engineer, ikuwe mekaniki, ikuwe mechanical automobile, nenda natumika mi peke. Sababu kuzine wangu na ankale wangu yote iko na kabare, iko na financement, iko na house development, ido business hao. Lakini mimi hakuna ingia hii vitu. Mimi peke do naenda ka automobile engineering. Peke yako tu? Peke yangu tu. Family yangu yote mimi do ni automobile engineering. Angine wote nasoma ka financement. Okay. Na wakati ambapo ulipotoka India ukafika hapa Burundi kwetu, ni kitu gani ambacho uliona kilichokufurahisha? Sababu najua mimi ni India ndani na iko na certificate mingi. Mimi niko champion ya moto na champion natembeza rally, na champion natembeza racing, na champion na ile na ruka ka moto, na iko elektroniki ya moto, na iko development design R&D kama na creation, new creation ya automobile ndani, na research mupya. Hii zote ni mimi nikuwa number 1. Hapa Afrika watu Burundi anakuja ka kampuni pale, anauliza sisi nataka technique person ikwe experience. Hapo kampuni ndani mimi nikuwa number 1 pale. Hapo anachagua. Akafanya kuchagua wewe. Nauliza mimi naona watu wa Afrika anakuja na propose kwako, wewe naweza naenda Afrika. Hapa mimi naona India ndani iko champion, ache hata enda nje angine level fanya angine lete angine certificate kama number 1. Nakuja Burundi ndani tena, nashukuru Mungu, Burundi ndani naona TVC moto iko number 1 paka leo. Mimi representative marketing manager ya TVC moto. TVC company ndani. Ido natoka TVC company na direct naingia ka Burundi, natumika pamoja na Ladakh. Yes. Na Ladakh ndani kuwa kama chief do garage miaka 5. Hapo do Mungu anachagua. Mimi naacha
kazi TVC moto kampuni Ladake yote naandika kazi yote direct siku moja. Namaliza yote naandika barua, mimi naacha kazi basi. Nawauliza TVC company, naacha kazi nafanya nini? Mimi ujue mimi nataka bakia Burundi ndani. Burundi iko mzuri. Hata Ladake anasema kama naacha kazi hapana tumika tena moto angine yake maana. Yeah, mimi naeba kabisa. Hido maana anzia ile siku 2011 do mimi naingia kaokoka. Na kabla hujaokoka ni ulikuwa unafanya vitu gani? Ulikuwa unatumia pombe? Mimi haikuniagi pombe sababu baba yangu nakufa ingaliki mtoto. Wakati nataka kufa baba yangu namwambia mimi naona wewe do mtoto yangu peke. Naona mimi nafanya yerere na kunywa pombe na kufa, lakini wewe sifanye yerere. Usikunywe pombe. Sikunywe pombe. Wow. Do namwambia wakati baba yangu nataka kufa kama 30 minutes mbele. Hapo mimi naitika, anzia ile siku, anzia mtoto mimi hakuna kunywa pombe. Hata mimi nakuja hapa Burundi ndani hakuna hata siku moja na kunywa pombe. Naingia boate, naingia Shupele, ingia Havana, naingia La Pirogue, fasi mingi kabare mimi naingia, lakini nakunywa Fanta na cheza biare. Bas, hizo ni weekend yangu. Sasa nilikuwa naanza kujifikiria unaingia boate mashipele mawapi na hautumii pombe. Haukuona kama wenzako mlikuwa mnacheza nao mabiara? Najua, lakini watu mingi na propose, watu mingi na kunya rafiki zangu kama mimi nauzia rafiki yangu, lakini mimi yangu haikunywaagi. Mimi nauzia rafiki yangu hata fete ndani nauzia, gazena uzia, lakini mimi haikunywaagi sababu hata ikuwa chance india ndani sababu mimi natembeza rally na champion ndani. Wakati na champion ile anamupa ile wakati champion anapatia champion kunywa, lakini mimi haikunywaagi, napatia katime wangu. na kabla haujaokoka kitu gani ulikuwa unapenda sana? Wakati naokoka najua Yesu nasema napenda wewe. Kabla haujaokoka kitu gani ulikuwa unapenda sana kikakufanya sasa unaokoka ukafuna achana nacho? Naona vitu ya manamuki. Na tena mimi haipendi naenda na malaya mimi haipendi, nachagua manamuki moya naweka kama girlfriend yangu. Anaenda boate nakula na kunywa Fanta yangu, nacheza biare, naenda napumzika. Na tena naenda tumika kazi. Basi hizo maisha yangu ikuwa Burundi ndani. Yaani ulikuwa unachagua tu mwanamke tu mmoja? Mwanzo nachagua moja, lakini yeye naona yeye haigeuke, yeye anapenda kama vitu ya malaya naacha. Apre baadaye nachagua wengine. Ndio hivi. Yesu alifanya mzuri. Na kama Joshua anapendaka nini? Naona mimi wakati nataka soma technology mpya. Hido karakter yangu. Kama kitu naona ima siku naona multimedia vitu mingi. Ile zamani hakuna multimedia sababu mimi na kila kitu nataka experience. Ujifunze. Mimi na hata paka level mimi kama kitu naona vitu mpya na experience na soma. Naona hivi mimi Bible. Hivi napata mkono ndani Bible. Hivi naacha vitu yote nafanya experiment. Mimi naingia ka Bible ndani experiment. Naingia hii verse maana yake nini? Hii inasaidia nini? Hii natoka wapi? Hii destiny wapi? Hii maneno na gisi nasaidia. Hivi naingia kama scientist ya Bible. Anzia okoka. Paka leo mimi niko naandika kila siku naandika, naona hizi zote ni agenda yangu. Hizi zote ni agenda yangu. Naandika tu. Gisi naelewa, leo naelewa verse moja, mimi na andika. Na Joshua anapenda chakula gani? Kawaida ni chicken biryani. Hiyo ni nini hiyo? Lollipop. Hii ni ya traditional ya Arabu, India. Wale watu wa Asia napenda chicken biryani. Palau, kama palau. Na hapa Burundi unakula chakula gani? Hapa
Naona mimi napenda chakula yote. Chakula ya Burundi mimi napenda, chakula ya India napenda. Naona chakula ni chakula. Ni mzuri sana. Tena chakula Burundi iko mzuri sana. Hakuna chemical ndani, natural. Mimi napenda sana chakula ya Burundi. Na unapenda rangi gani? Mimi napenda rangi sana sana rouge. Na kwa nini unapenda rouge? Anajua wakati mimi natembeza rally ndani, racing ndani, TVC company ndani, sababu ile moto yangu ilikuwa rouge na triko yangu ilikuwa rouge na shapo yangu ilikuwa rouge, sababu company inaandikwa Yamaref. Ya mimi natembea sponsor ya Yamaref ile wakati, ya vitu mingi. Na wakati ukifunga macho na unafungua macho, wakikuuliza mke wako anapenda nini? Najua na mimi nataka ikuwe amani, ikuwe furahi. Kama mtu mbele yangu kama iko nasinzia, kama iko na sura nafunga, mimi haipendi. Kama mtu mbele yangu kama iko nacheka, kama iko furahi, na mimi nafurahi. Yani unapenda watu ikuwe mbele yangu hata ni kwangu ikuwe furahi. Wafurahi. Okay. Na mke wako anapenda nini? Mke wangu anapenda maombi. Sana maombi, siku na mchana naomba. Na kitu gani Kenya kifanya kwa kuna furahi nacho? Yote iko sawa, yote hakuna hata siku moja naona hivi namaliza mariage karibu miaka 13, hakuna hata siku moja acha ukasirisha sirikisha, lakini naona vitu ya chagua yeye nachagua mi mara mingi haipendi, acha hii siku nyingine baadaye. Naona vitu ya chagua kila kitu iko na muda yake. Ido mimi na yeye anadiskite. Ndo hapo ndo kwenye mko mnaongelea hapo tu. Sababu yeye anachagua wakati mara mingi mimi haipendi. Sababu mimi naangalia situation. Hii muda hii vitu kweli ikuwe sawa, hakuna sawa, yudo mimi napenda. Sababu kila muda na mimi najua Mungu nasaidia mimi. Na pasta, inakuaje ufanye kazi ya Mungu na unafanya biashara? Okay. Unapata muda saa ngapi, muda wa kuomba? Sababu najua mimi ni mtu wa kazi. Hakuna hata siku moja naikala na sinzia nyumbani, hakuna maisha yangu. Anzia mtoto. Sababu baba yangu nakufa mapema. So mimi ndo mwanaume, mama yangu natumika, nasaidia chakula, nasomesha. Sababu naona yeye na mateso mingi. Hii dunia ndani nasomesha mtoto na kumalisha mtoto ni mama iko dunia ndani mateso sana. Mimi nakomala kama miaka 12 anaanza na yenda tumika pembeni. Wakati natoka masomo na kuja hapo naenda mtu na kama yede nasaidia, hata na kama 2,000 hata 5,000 mimi nakuja nasaidia kama mama. Ido maana mimi nazoea na kazi. Unazoea kazi na kufanya kazi ya Mungu kwako ni vyepesi sana. Sababu anzia mtoto mimi nazoea kazi. Hata leo mimi hawezi na ikala na kula. Mtu naleta chakula mimi haipendi. Hata mimi maisha yangu ikuwe chakula yangu. Mimi mwenyewe natumika napate chakula yangu. Ido maana mimi natumika na Mungu. Hakuna acha hata siku moja. Mimi natumika na Mungu. Na tena nitumika na Mungu na pesa yangu. Mimi naenda na ubiri, kama naenda na ngine Korane, anaenda kama ombi, mimi haiulizagi franga. Hata mimi naombea watu, mimi haiulizagi franga. Naona leo miaka 13. Nashukuru Mungu, mimi naishi mzuri, natembea mzuri na wala mzuri. Ndio maana Mungu anapatia kazi na kazi yake. Na pasta, kuna vitu ambavyo tunakuwa tunaangalia kwenye television. Tunaona mchungaji anaombea watu. Tunaona vitu vinakuwa kama vile pepo zinatoka sijui vugu nini. Kwani vile vitu pasta ni kweli? Najua Mungu nafanya kazi yake, sio mtu nafanya kazi. Example mimi mwenyewe haujui na hii na pepo naruka hata gisi mimi haujui. Kweli. Okay. Sio na mimi narukisha, sio na mimi
na suguma hapana. Mimi nasema Unatamka jina la Yesu Kristo, na nita Yesu, na nita malaika, mnamwambia roho ya Bwana saidia hawa watu. Sababu wewe yuko mzima, hata watoto wako ikuwe mzima. Namwambia hii maneno tu, nakutanisha na Mungu, nakutanisha na watu na shida. Namwambia damu ya Yesu na mange hapo, do pepo automatiki naruka. Kama pepo haiko iko safi, kama pepo iko anaruka. Ido gisi na mimi experience yangu, lakini angine watu hawajui. Sababu najua hii yote iko na ruhusa mtumishi wa Mungu. Mungu do nagawia nguvu zake kama mtumishi wa Mungu. Ido maana kitabu ya Mathayo sura 24 mstari wa 45 mpaka 47 nasema Petro anachagua namini ya mtumishi wa Mungu. Anapatia ruhusa watoto wake patia chakula kila muda yake. Ido hii imani ya mtumishi wa Mungu do iko na ruhusa nafanya kazi ya Mungu. Gisi hii ni blessing ya Mungu. Angine watu mwanzo na iko natumika mzuri. Mwanzo mtumishi wa Mungu watu mingi natumika mzuri sana. Badai naona franga, naona gari, naona watu hapo nageuka. Angine anaanza kutumikisha vitu. Natumikisha angine kama dawa. Hii nguvu za Mungu anatumikisha benefite maisha yake. Tafuta franga. Anaanza kuifanya sasa kazi ya Mungu na kwa business. Anaonesha kazi ya Mungu nafanya, lakini tafuta benefit yake. Lakini mimi hawezi na komante kuhusu angine mtumishi wa Mungu, hapana. Hii ruhusa mimi haimu. Sababu Yesu mwenyewe nasema wewe ikale karibu yangu, acha watu wanafanya uone. Mimi do nakamata decision hawa watu nafanya. Ido maana mimi hawezi komante angine mtumishi wa Mungu. Na pastor nikikuangalia, kwani shati unavaa inaweza kabeba gharama ngapi? Sheti mimi na wala mara mingi kashwashwa napeleka ngapi, naona hii hata hii na wala ni kashwashwa. Lakini mimi naweka dese, naweka estetike na shonesha. Watu nawaza kama ni hii niko bei sana. Lakini hii secret ni yangu. Hiyo ni siri yako. Watu nawaza ni na wala vitu ya bei. No, mimi na wala bei kidogo, lakini naweka estetike naonesha kama ya bei. Tena mafuta ya Mungu iko ndani. Ido maana na watu kama naona na shutikisha watu. Na suruali esikuna kunauzia wapi? Nauzia kabaro ya Europe. Angine mwanzo nanunua kamu. Naona ni dipanse mingi, lakini size na mara mingi haikutanene mzuri. Tena mara mingi ile nauzi na katika hapo naona hapo naingia ka ile ya kazio Europe. Tena Marundi ile hapo Burundi ndani watoto wa Mungu wanauzisha mingi sana. Iko mzuri sana. Nanunua ka 30,000. Na tena na goma fula mzuri na goma mzuri ni 4,000. Maana yake 34,000 na wala mzuri. na koti yako inaweza kubeba gharama ya pesa ngapi? Ni kama 45,000. Koti? Yes. Costume ya pantalon na shirt 45,000. Yani una baro. Yes, mina wala kote yote ni baro. Aiendagi mupi hata siku moja. Mimi nanunua mwanzo. Unafikiri siku mchungaji lazima uende kufasi kwenye sheri wangu? Nanunua mara mingi yedo na uzia mara mwanzo. Mimi nasikia haya mwanzo na wala. Lakini ile ya size ile taile mimi haipendi. Kama nafanana kama mzee, kama mtu wa Bidumani. Hapo do badai pole ache nanunue baro.
nanunua kabaro 45,000 kote na pantalo. Kote ni 30,000, pantalo ni 15,000. Na kiatu? Na kiatu nanunua mupya ya 80,000. Yote ni yangu, pesa yangu. Hapana kama mtu naleta meona letea sadaka, letea begu, mimi hakuna hata siku moja na mimi napokea vitu ya hii hakuna. Kama mtu napatia sadaka ya franga, mama tume message kwangu, nataka uone nani napatia mimi franga. Na nikiangalia nywele zako Pastor, nywele zako zinafanana vizuri. Kwani inaweza kabeba gharama mafuta ngapi? Ayo, mimi hakuna tia produit, hakuna weka kitu. Na maji tu. Kweli? Na shampoo, naweka shampoo. Na kosha, na maliza kwa kosha hapo na kamata chanua tu. Hizo secret yangu. Wow. Baadaye kama na hivi na kuoga shampoo ndani. Hapo nataka chanua do na bakia hivi. Kama 30 minutes naacha, baadaye naenda chanua, hawezi na kunyoka vizuri. Ana na balibali na ikala. Na Pastor, ingine siku wakati ambapo tutarudia, natamani tufanye kipindi na mke wako, kwani utatukubalia? Nashukuru sana, hakuna shida. Sisi ni wote ni watoto wa Mungu, natumika na Mungu. Sababu kama ikuwa tafsiri ya Kirundi ndani, lakini yeye iko nje kidogo, naenda na mtoto wake. Nasubiri tu wengine siku, hakuna shida. Na kama vile kama vile tunamalizia, ni kitu gani ambacho unaweza kaambia watu ambao wanayekutizama? Hii ni mzuri, sababu hii ni habari ya mbinguni. Najua hii ni wakati wa mwisho. Sababu hivi hakuna muda, watu na cheza na pumuzika, hakuna muda. Najua dunia yote naisha anza vita. Ile kuhusu ya Mathayo 24, Petro nauliza, wewe wakati narudi sisi najua hai. Hapo ni alama gani ambazo zitaonekana? Hapo Yesu namupa example, wakati narudi ambele kwanza watu wa mtumishi wa Mungu anasema yeye ndo ni Yesu. Anaanza na danganya na kuya. Anabadai na anaanza vita ka inchi. Anaanza vita jirani ka jirani. Anaanza na kuja na kama escrow. Na watu mingi kama anakuya na gonjwa, nakuya na njaa. Naona hivi anja Burundi ndani, naona vitu mingi nakoseka. Sio chakula ya anja, lakini anja ya dolare, anjala ya essence. Naona leo kabisa Burundi mazima iko kimya, hakuna hata komante essence iko wapi. Tena mimi nataka uliza, Burundi ndani iko na profete mingi sana. Kila kitu na tabia, matora na tabia, na watu na bibi ya watu na tabia, na angine komersa kama naona na tabia, na Kristo mgeni na ingia kanisa mara kwanza na tabilia. Hao profete yote mimi nauliza leo, essence kunakuya siku gani? Naona Burundi ndani nakosa essence. Essence nakuya siku gani? Burundi ndani nakosa dolare. Dolare na siku gani? Tabia nataka uone wewe kama mtumishi wa Mungu wa kweli. Yani hiyo ndio swali ambao utauliza. Hido maana mimi namwambia kwa watoto wa Mungu ikuwe macho, au profete iko anjala mingi. Au profete vitu mingi na danganya, hata na vitu napoteza kwako. Hata yeye anapoteza, hata kesho hata yeye naenda kabure. Ikuwe macho, ikuwe tayari, some Revelation. Hii wakati hii muda watu wa 2024 nani naishi hii dunia ndani, au lazima na yeleve Revelation, kitabu ya Revelation. Sio habari ya Mose, habari ya Abrahamu, achana na hao. Yeleve, Yesu nataka rudi. Ile wakati Isaya namwambia, Amos namwambia, Ezekiel namwambia, Daniel namwambia Yesu nakuya, chongaji ya kondoo nakuya, mtoto wa Mungu nakuya, watu mingi hakuna naamini. Lakini hivi mimi na wewe iko na habari ya prophetic. Yesu narudi. Tayarishe the programming. Wakati yeye nakuya, wewe do ikuwe mwanzo naenda upokee.
Tafute, sababu hii Yesu nafundisha maneno la Mungu yote iko na secret. Kila dakika naona Mathayo 13 ndani iko example mingi. Mathayo 13 sura 13, Mathayo sura 13, elewe hii Yesu nasema nini. Hii Yesu nasema yote wakati yeye anarudi. Tengeneze hii Mathayo 13 na elewe mzuri, na Revelation elewe mzuri. Hapo do mimi naomba sana sana sipoteze baba yetu wakati nakuja kama farme. Kama hakuna mbele yake naona hakuna furahi. Ido mimi message yangu, changamuke, achanana vitu ya pokea hii ache. Yesu nakuya, pokea Yesu. Watu mingi ima siku pokea Yesu, watu mingi niko bali sana. Pokea visa na furahi, na pokea Bwana na furahi, pokea gari na furahi. Hii hache. Hivi iko farme ya binguni na koya, tayarishe, pokea. Mimi napenda sana yelewe maneno la Mungu. Maneno la Mungu hivi iko wazi, lakini nani napenda hao dona onekana. Sababu Ezekiel sura kwanza sura 2 inasema yote maneno la Mungu anafungiwa ufuri ndani. Lakini Mungu anapatia Ezekiel hii maneno la Mungu kule. Na kitu gani ambacho unaweza kuambia wachungaji kwa sababu ya kondoo? Mimi siwezi komante kwa chungaji. Hapana. Sababu hata mimi niko chungaji. Tena mimi hawezi nasema mzango sio mzuri. Yeye ni patron na kontrole. Mimi na Mungu na patron wangu napatia kazi, mimi niendelesha kazi yake. Mimi sitaki na kontrole na patron. Mungu napatia kazi, kontrole kondo. Hapana kontrole uongozi. Uongozi na kontrole patron na kontrole. Ido maana mimi apaka leo hakuna ta mtu moya mtumishi wa Mungu kusi yake, mimi hakuna komanti. Sio ni kwangu. Pastor, tunakushukuru kwa kutupatia muda wako. Nashukuru ingali kiko mingi muda kama iko muda ingali kinaeleza iko wakati ya dunia ya mwisho. Watu mingi naona nahangaika vitu ya shida na kuhusu ya vitu ya profeti ya wongo. Awo ikuwe macho mimi kabisa, mimi ido na mimi mwenyewe naangalia napoteza hata awo profeti naanguka, hata Kristo enda naanguka. Sababu Kristo mwenyewe naona profeti naharibisha, anaacha kanisa na rudi nyuma. Sababu anaona inaingia kanisa na maisha yake yote naharibika. Ido maana ikuwe macho, ingia maneno la Mungu. Kama hata leo mimi nasema kama chungaji mimi nafundisha maneno la Mungu. Wende ka kitabu Bible ndani, hii maneno naandika kweli hakuna kweli, verify. Nashukuru naona mimi niko hapa, naona mbele yako ingali kiko nasoma, niko naandika. Mimi hata natumika kazi, hata nafanya mbani na ikala kazi yangu, naingia maneno la Mungu, nasoma, naandika, nazungumza na Mungu, hiyo kazi yangu. Nashukuru mama. Mungu akubariki. Na Mungu ongeze na programu yako, naendeleshe vizio yako na unaendeleshe na watu. Na nasikia hii shuhuda kidogo, sio ni mingi, na shuhuda kidogo na presente tu. Nashukuru sana tena, kampuni yako nabarikiwe. Tena mimi napenda Mungu ongeze angine shuhuda ya watoto wa Warundi mingi na kuja kwako. Amen. Na changie na Mungu akubariki. Ni mimi shuhuda yangu ni vitu kidogo, lakini nashukuru sana.